Wewe umemtoa mdogo kafara. Wewe una ushahidi kama mimi mchawi? Anaumwa anakuwa mvile. Anaumwa wapi? Anaumwa wapi? Yule tangu alivyomchukua. Sija hajafundishwa kwao, mimi sisi hatakuelewa. Unajua simpendi. Kwa hiyo unamaanisha Naina huwa afanye kazi zote hapa. Afanye kazi gani? Yaani simpendi. Unapoona hapa shambani hapa? Hajawahi kukanyaga hata siku moja. Lakini wewe unapojitahidi mwanangu, unatoroka kwenu. Unakuja kunisaidia mimi kazi hapa. Mimi kuna kazi naifanya ila wewe hujui. Umenielewa? Yule lazima mimi nitamtoa tu mwanangu. Lazima wewe uingie pale nyumbani. Unajua roho yangu ilipenda sana mwanangu akuoe wewe. Katika ukoo wenu, ukoo wangu mimi, tuwe kitu kimoja. Sawa mama. Mimi nipo pamoja na wewe. Kama utaamua kunisaidia mimi nitarudi kwa mwanao. Haya. Lakini nisizane kwa sababu tayari kashaoa. Hilo mwanangu usijali. Unielewa? Hilo usijali. Yaani mimi niko pamoja na wewe. Lazima yani nifanye mbinu zozote zile mwanangu. Lazima wewe mwanangu akuoe. Au wewe mwanangu mpende. Yaani mama ungejua jinsi gani mimi Songeni ninavyompenda. Umeona? Yaani usingeniuliza swala namna hiyo. Umeona? Nampenda afa ninaumia kuona yeye yupo na Naina. Naumia mama. Naina sio mwanamke. Sio mwanamke kabisa. Yaani mimi ninapomwangalia wakati mwingine kichefuchefu. Unajua kichefuchefu. Tena hata wewe mtoto mwenyewe alikuwa tumboni wewe akija kuzaliwa sifanane kabisa na mimi. Yani sitaki kabisa yani. Wana na mwanangu asifanane, labda achukue sura akake mwenyewe. Ndio maana nakupenda mamangu. Umeona? Ndio inaniuma kweli. Karibu Ayanda. Asante, shikamoo. Baba. Za kwenu. Nzuri siliza hapa. Karibu. Shika kukali. Mtoka wapi sasa hivi? Nitoka huko nyumbani. Bata unakuja Ayanda unisaidie. Ndio sikia sana mzangu. Kaka kidogo nisaidie. Alafu mambe umeonekana unachoka sana wewe. Nimechoka. Bila Mungu atakusaidia. Amina, nashukuru. Kasikia maombi yako. Lakini mambe katika kipindi hiki lazima uwe mpole. Ayanda bwana. Hivi unajua Ayanda kama mtu ana dhamira ya kufanyia jambo baya, hata uwe mpole kiasi gani, dhamira itatimia tu. Ni kweli. Upole ugeuza sura ya mtu. Hauna budi uwe mpole. Lakini Ayanda, hebu tuyaache yani ulize kitu. Uliza tutapaswa na sasa. Hivi kila siku unapenda kuja kunitembelea wewe? Yaani unanipenda, unanijali. Kila siku lazima uje. Ikiwa mimi na mama yako mdogo tuna ugomvi, hanipendi yule mama yako mdogo. Hakupendi yeye, lakini mimi nakupenda. Kwani ugomvi wenu wewe na yeye mimi haunihusu. Lakini sio mbaya, lazima uwe na hofu kwa sababu mimi na yeye tuna udugu wa karibu. Sio hivyo Ayanda, sijamaanisha hivyo. Sijamaanisha kwamba mimi na hofu na wewe. Umeona? Mimi nimekuuliza tu. Maana naona unanipenda. Kila siku lazima uje kuniona. Lakini sio kwamba na hofu na wewe. Hofu lazima uwe nayo. Lakini siku zote adui ama rafiki hana alama. Ni kweli. Lakini hapa duniani tunaishi kwa imani tu. Kweli, mambo kikubwa wewe. Lakini mama mdogo, kwa nini baba mdogo Songeni ameamua kuacha hapa? Naye akaendelea na safari zake kaenda mjini. Hata simulia yangu. Lakini mimi utafuta maisha. Sidhani katika eneo hili kama kuna usalama. Maana yake mama mkoko anaonekana na roho mbaya. Hivyo unaonekana unaishi kwa tabu.
Haya ndo mambo ya kikubwa wewe. Si mambo ya kikubwa, unajua mama hata anisaki kuangalia vile anatisha. Analomba. Unajua tenga afana sura zao na moyo wao na kitu kimoja. Sasa mimi sichekesha, nakwambia ukweli. Kwa hiyo kwa sura mbaya moyo wake na wewe unakuwa mbaya. Lakini nategemea. Yule bibi anaonekana sura mbaya, unaona. Wewe. Kwanza ameelekea wapi? Yuko shamba bwana. Kwanza nimekumbuka naondoka zangu. Bwana usiondoke bwana, nisaidie. Umeanza, mimi naondoka zangu. Unajua nimwache kule. Nani? Mdogo. Atakudundaje? Aweza ngani? Anidunde. Babu yangu anamjala msikia. Kwanza ananiachia kazi mimi huwa tapeni. Ila tu sitabudi. Sababu mamangu mdogo ndiye alibakia. Basi nimsikize huyo. Mimi naenda sijenga kuta na mkwe yule hapa. Anakuja. Kwa hiyo sikai. Kwa kidogo nisaidie. Namuogopa mkweo. Unamjua mwenyewe. Mama, asante. Kwa hiyo. Haya msalimie mamako mdogo. Kaka kikubwa. Mwenzangu. Umetoka wapi? Nimetoka kwa Masongeni. Kwa Masongeni unaenda kufanya nini? Nimeenda kumsalimia mama mdogo na Aina. Yaani wewe umeacha kazi nyumbani Ayanda. Umetoka nyumbani hadi kwa Masongeni kumuona huyo mpuzi mwenzako. Ni ndugu yako huyo? Anakuhusu? Halafu nakushangaa Ayanda. Kwa nini unashindwa kwa upande wangu mimi upo upande wa Aina? Ni nani yako yule? Mimi si ndo ndugu yako? Mimi si ndo mamako mdogo? Sasa kwa nini wewe upande wangu? Sasa mimi nimeenda tu kumsalimia kwa hali yake leo nimeenda tu kwenda kumsalimia. Na kazi za nyumbani afanye nani? Nitafanya mimi lakini sio kupika. Kupika wewe uwezi. Si ndio? Sijui kupika. Sasa nakwambiaje? Iwe mwanzo na mwisho kwenda kwa huyo mpuzi mwenzako. Mwanzo na mwisho. Aenda nikikusikia siku nyingine umeacha kazi unaenda kwa huyo mpuzi wako sijui na Aina sijui kufanya nini tutagombana. Kwani mama mdogo mimi kuna ubaya gani kwenda kule jamani? Unasemaje? Kuna ubaya gani mimi kwenda kumwona? Uone kuna ubaya? Ni ndugu yako yule? Sina ndugu naye. Sasa unaenda kufanya nini? Mbona ngangania unaenda kufanya nini? Sasa sikia. Nenda nyumbani ukapike. Nimekusaidia nimeosha vyombo naomba uende ukapike. Kupika? Mimi Ayanda. Unataka nipigwe na babu Mbona siku zingine wewe unapika? Napika kimbabu afurahi ninavyopika. Sasa ndo nakutuma. Apende chakula ulichokipika, asikipende atakila tu. Wewe ndo mpishi wa leo, nenda ukapike. Nikapika. Mwanzo mwisho kwenda kwa Masongeni. Nyumbani. Wewe unaenda wapi huko? Hivi mbona unakuwa mjeuri wa mtoto? Sasa Ayanda, ucheze badala ya kupika tutagombana. Sasa nimekwambia nyumbani unaweza kuna michezo sijui kisimani sijui wapi Ayanda. Siko na Aina. Uzi kweli. Naomba nijibu swali, Masongeni kaenda wapi? Yaani unajua nakusikitikia wewe. Yaani hivyo ulivyo wewe, yaani ungekuwa tu mpole. Yaani ungekuwa mpole. Hivi ujiulize mimba gani hiyo usijifungua siku zote? Alafu bado unajibishana na watu ovyo ovyo. Bado unajibu watu kidharau. Mimi si nimekuuliza tu Masongeni yuko wapi? Sikiti kitu cha kunijibu hayupo au kaenda sehemu fulani basi. Ndio utakalisha maneno wewe. Wewe umekuja hapa umepita. Masongeni umeona migogo. Kama ulivyokuja uondoke kama ulivyokuja. Mimi si gogo. Gogo unafanya jeuri na Aina. Ushapita ukaongea na gogo hata siku moja. Wewe unaongeaga? Sasa nakwambiaje? Mimi ndo Chiku. Mimi ndo Chiku. Na mimi ndo Aina. Sasa sikia. Mimi sina muda wa kubishana na wewe. Yaani tu nakupasha sina muda wa kubishana na wewe. Ila mwaka huu umeanzisha vita. Na Aina umeanzisha vita na mimi. Na tutaoneshana. Vita kumalizwa na vita. Upo? Mwaka wako. Usipokula mbilimbi basi utazila ndio. Na hiyo mimba itakuondoa duniani.
Marahaba. Wewe Chiku. Unatoka wapi? Nilikuwa kuna Maida. Wewe ulikuwa kwa kina Maida wewe? Ndio baba, nilikuwa kuna Maida. Usiniongopee. Wewe unakotoka mimi nakujua. Wewe unatoka kwa mama Songeni wewe. Wewe unatoka kwa mama Songeni, mimi kichwa changu kina ufahamu mbali sana kuliko ninavyofikiria wewe. Ni kweli baba. Nilienda mara moja kumsaidia kazi. Umeenda kumsaidia kazi? Wakati hapa kuna kazi nyumbani? Kuna kazi kibao, mimi mpaka nimuuliza mwanao yule. Mama yako mdogo yuko wapi? Unakwenda kufanya kazi kwa mama Songeni, unaacha kazi za hapa. Kazi za hapa afanye nani? Mpaka mimi nakula vyakula vibovu. Ndio samani. Naomba nisikilize. Sitaki ugomvi. Maneno nitakayoongea ya amani. Sitaki ukaribu wewe na mama Songeni. Sitaki kabisa. Yaani kuanzia leo jisabii kwamba baba hataki ukaribu mimi na mama Songeni. Mama Songeni ni mtu mzuri, mbona tunacheka? Hana uzuri kuliko unavyofikiria mimi. Wewe muono wako mdogo sana. Sasa mimi sitaki. Unanilazimisha nitaki? Masaa yote ya kufanya kazi za hapa, wewe uko kama mama Songeni tu. Ndio ustaarabu? Ndio ustaarabu? Manake ustaarabu unaanza nyumbani kwako. Wewe ustaarabu unafanyia kwa mama Songeni, hapa panakuwa sio hakuna ustaarabu. Manake nini? Sitaki. Sawa baba, nimekuelewa. Umenielewa? Sasa ukisharudia tena utaniona mimi ubaya wangu. Nenda kaendelee. Nenda kamsaidie ndugu yako. Mtu nikusaidia. Hapa mimi namalizia. Wewe nenda sasa kamsaidie mwanao huko. Sitaki bwana. Kwa nini? Ujisikira mpaka kwa mama Songeni? Baba, kiamaisha lakini. Nenda. Mtoto wa kike umepagawa.